Sasa hapo hapo ndugu Junior, kuna kitu kimoja ambacho nataka ili mteja au mtu mtazamaji ambaye anapitia peji ya Magari Mjini TZ hawezi kujua. Kuna ile kauli ambayo mheshimiwa aliwahi kuitaja nyuma kwamba this time around kumekuwa na showroom nyingi sana ambazo hazieleweki. Yaani ukipita hapa nyumba tatu unamaliza showroom, nyumba tatu unamaliza showroom. Inakuwaje? Hiyo swala unaliwekaje katika engo fulani nzuri na wateja wajue kwamba mbona kumekuwa kuna showroom nyingi sana? Tunapata wapi gari ambalo ni tuseme ambalo ni zuri, ni salama, ambalo limekamilika, ambalo halina magumashi? Hicho cha kwanza. Pili, pia nilikuwa nataka ujaribu kuwaelekeza wateja, kuna ile kitu inasemekana kwamba kuna magari ya kubatizwa, magari ambayo yanatoka moja kwa moja bandarini, hajalipiwa ushuru, yanaenda kukatiwa vibati, yani kupachikwa namba ambazo za kopia. Nilikuwa nataka kitu cha pili uelekeze wateja. Tuanzie kwenye hilo la kuwa na showroom za nyingi, nyumba showroom ambazo ni showroom bubu, ambazo hazina mapato, hazina chochote. Kwanza, jambo la kwanza namshukuru Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, alizungumzia hili jambo kwa lengo kubwa la kuokoa, na ilikuwa ni kuokoa wateja na wafanyabiashara ambao ni halali wa magari, kwa sababu wingi wa hizi showroom au wingi wa hizi ofisi ndogo ndogo za magari ulikuwa ukiumiza wale wafanyabiashara ambao ni halali, kwa sababu moja, hawa vijana ambao wamejiunga na kufungua hivi showroom ndogo ndogo hivi, ambao hawajakizi vigezo au hawana elimu juu ya magari, hawana uzoefu, hawana nini, ni mtu tu kamaliza huko kapata milioni 5-6 anakimbia kufanya business, wakijiunga wale watatu wafanya biashara. Lakini kubwa zaidi, alipolizungumzia Mkuu wa Mkoa, aliweka kwenye engo moja kwamba utapeli umekuwa mwingi. Ndio, kwa alikuwa anamaanisha ni utapeli umekuwa mwingi sana hapa mjini. Kwa sababu moja, watu wengi walikuwa, mtu anaweza akaja, sasa anakuja hapa ni Magari Mjini. Ndio. Bana, mimi unajua na mteja hivi na hivi ametoka mkoani, nimempokea, naomba niuze gari. Okay, yani anamtengeneza ili kujua kwamba hii ofisi ni ya kwake. Sasa na mteja anapofika akatengenezwa, hata kama gari atauziwa hapa nje, ataelewa tu nimeuziwa Magari Mjini. Ndio. Kwa hiyo ile ilikuwa inachafua baadhi ya sifa za wafanyabiashara ambao walikuwa wamenyoka. Ndio. Unaona? Lakini jambo la pili, hii issue ya vibati, wateja inawaathiri kwa kitu kimoja. Ndio. Wapunguze kutaka gari za vitonga, gari za bei nafuu, gari za bei nafuu na maanisha, kwa sababu utakapokimbilia kitu cha bei chini kina madhara. Fika sehemu, kagua gari, kagua dokumenti, kama ni usajili hakikisha unafanya usajili na nini na kampuni hiyo, kusajili kila kitu kiwe complete. Na ndio maana unakuta watu wengi wanaokuja kwa mfano kama ofisi ya Magari Mjini, akinunua gari hapa atafanyiwa transfer, umeelewa, na atahakikisha gari na mpaka anaondoka nayo inasoma jina lake. Okay. Hii ni kwamba tunamuuzia mteja hata akitoka kama anaenda mkoani aelewe kwamba ile miliki aliyochukua ni ya kwake, sio ya mtu mwingine. Pia kuna hii kitu inaitwa, kuna watu wanaoambia kwamba mteja akitaka kukagua gari asije na fundi. Inakuwaje? Kwanza niweke tu kwenye engo moja kwamba mteja kuja na fundi ni haki yake. Jambo la kwanza, kwa sababu fundi ni mthibitishaji wa kile ambacho mteja anakuja kukinunua. Kwamba mteja anaweza akawa hayuko interested na masuala ya magari, lakini anatamani kumiliki gari. Kwa hiyo anapomchukua fundi kuja kukagua, ni kwamba fundi anamthibitishia kitu ni bora na ni salama kwa safari yako na kwa uhakika wa matumizi yako. Kwa